picha. Ilichomeka mpaka ikabaki kanisa na mosque. Nashangaa mbona mjui. Hata wewe hujui. Kwani kuna TV? Uko na wifi kweli? Bwana Yesu asifiwe sana. Ikachomeka, na kabla ichomeke kuna vile ilifanyika, vituko ilifanyika huko. Kuna siku mpaka kuna mahali watu walienda club. Kuna msichana, sijui ni msichana ama ni mwanamuziki, alikuwa anamkejeli Mungu. Alikuwa akifanya vitu vya kumkejeli Mungu, na watu wanashangilia na watu wanampigia makofi. Baada ya wiki chache moto ilikuja. A city bigger than Nairobi was burnt to ashes. Chenye ilibaki ni mosque na church. Nataka kuambia ni city gani? Uwe msomi, uwe ukiangalia news kwa TV, ukisoma mambo ambayo yanaendelea ni uchi. Lakini najaribu kusema nini? Maringo ni hatari. Maringo inamaliza hata makanisa. Maringo inamaliza hata viongozi. Maringo inamaliza hata familia nyingi. Maringo inamaliza hata watu ambao walikuwa na neema, kibali ya kuimba kanisani. Unajua shetani alikuwa mmoja wenye walikuwa wanaabudu Mungu kule mbinguni. Unajua hivyo? The devil was one of the angels who was in charge of praise and worship team. Aliimba vizuri mpaka akaanza kujifananisha na Mungu. Akaona tuko level moja na Mungu sasa, vile naleta bingu. Unajua hiki kitu? Characteristics of keyboardists wanaocheza kinanda. Keyboardists hupendwa sana na wasichana na wamama kanisani. Jambo la pili, keyboardists mara mingi usaolika hata na kanisa kuwa appreciate. Job is playing keyboard here. How many said last Sunday Job na kupea 50 ya pikipiki ukirudi kwako? Kuna mtu alifanya hivyo? Na hata sio last Sunday, he has been playing it for close to 2 months. Na Job ni mwanafunzi. Nani amesema huyu mwanafunzi ametusaidia sana na kinanda, wacha nimuchie 1000 kwa till number? Kunao. Na asipokuja tunalalamika. Kwani yako wapi? Mbona hizi kinanda? Kwani analipwa na kanisa kucheza? Analipwa na kanisa kucheza kinanda? Unajua kwa nini makanisa mengine yameanza kumaliza hizi? Kuna makanisa ni hatari sana. Wakifika hapo na waone huyu kijana, watamwita tu siku moja ukija hubiri na sisi. Akifika kwa hiyo kanisa kwanza anawekwa anakula na askofu ofisi, anapewa nyama na pilau. Alafu anaambiwa si ucheze kinanda kidogo. Akimaliza kucheza kinanda anaambiwa kabla hujaondoka uone mtumishi. Anakuita kwa ofisi. Mtumishi anamwambia kwamba kijana, kwani ni wapi? Lakini nikupatie kasoda kidogo. Anapewa bahasha brown. Job akienda kufungua bahasha anakuta ni 6,000. Hata sijacheza kinanda ibada mzima na nimepewa 6,000. Wacha kwanza Jumapili ijayo niambie watu wa Herera niko na shughuli kidogo, nimeenda matembezi mahali. Akienda kule anawekwa kwa system ya salary. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na Mungu atusaidie ya kwamba nimesema hii na hizi vyombo. Nilikuwa nataka niongee na Brian na Cleverton. I noticed that they are losing the focus of their work. Wakaingia kazi ya cameraman and camerawomen in the church. Tunasumbuka na microphones, lakini Cleverton is busy taking video at the expense of the instruments. Mimi kazi yangu ni mchungaji. Wakati nitaanza kutembea kwa hiki kijiji kufanya siasa, unifukuze kazi haraka iwezekanavyo. Hatuwezi tukaingia kazi za wengine mpaka tunasahau na kazi yenye tumepewa tufanye kanisani. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo mambo ya video na nini sio Brian na Cleverton. Mkitaka kushika video na simu basi mtoke hapa tuweke wengine. Lakini kama bado mko hapa, do your job. Stop the confusion. Stop losing the focus of working for what you have been called to. Neema hii ambayo bado iko juu yenu, ambapo kiunganisha vyombo zinalia vizuri,
isiwatorokee, isipotee, isikauke. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wamama walikuwa na neema, wakiimba kanisani mpaka wamama wenzao wanalia, wanasema umetubariki, umetuinua, tunaona mkono wa Mungu. Lakini ilifika mahali ambapo yeye ndiye anajibu watu vibaya. Akiambiwa imbe, yeye ndiye anajibu watu vibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya church. Amina. Na ubarikiwe sana. Jana nilikuwa naongea na kuna Ann kama wewe ambaye ni msichana yangu. Alikuwa anakuongelea. Anakompia hii ibada ya hapa na ibada ya mahali pengine. Sitasema ni wapi. Akasema, mbona hii ibada hapa iko tofauti sana, inashika sana. Kule tunaendaga ibada inaboesha. Akaniambia akibaba ana naimba vizuri na akina Job. Mpaka wanafanya watu wanaruka. Kule haturuki. Kule tunaenda kanisa. Ukiruka watu wanachanga nini bana? Bwana Yesu asifiwe sana. May the grace continue to flow into your life. The only thing that you need to keep away from pride. Wachana na maringo. Hebu tusome Methali 16:18. Nataka nimalize ujumbe. Methali 16:18. Nimesomea kwa Kiswahili. Methali 16:18. What does the Bible say? Kumi Kiburi hutangulia maangamizi. Majivuno hutangulia maanguko. Oh my goodness. Hebu soma kwa Kizungu. Nataka watu wasikie hiyo vizuri. Hii roho nataka mtu atoke hapo. Tusome kwa Kizungu. Job waokoe. Proverbs 16:18. Wapendwa, vile umeanza kuringa unakaribia kuanguka. And I promise you, nobody is proud will continue to stand. You will fall. Mambo mengine ambayo tumeanza kufanya kwa kanisa sio tu kwa sababu hatuna muda, ni maringo. Si unajua kuna wengine hapa wanatuambia kwamba wakubizi hawezi wakaenda ushirika. Ati wakubizi. Na mimi ni mchungaji, niko hapa, nimetoka kule, nimekuja kukuhubiria kwa ushirika. Alafu unaniambia ukobizi huwezi patina kana kwa ushirika. Maringo yako itaisha hivi karibuni. Na itaisha vibaya. Itaisha kwa machozi, kwa majuto. So before it reaches there, stop your pride. Bwana Yesu asifiwe sana. They say swallow your pride and be humble. If you want the grace to continue to reign. Na wacha niwaambie haya kabla sijaomba. What are some of the signs that you are becoming proud? Mfano wa mtu ambaye ameanza kuwa na maringo ni gani? Mfano wa kwanza, lack of submissive attitude. Lack of submissive attitude. Mtu ambaye hana ile kusubmit, kwa Kiswahili kufanya nini? Kunyenyekea. Yule ambaye hana ile nia ya unyenyekevu. Unajua hata mpaka hapa kanisani kuna watu wamesumbua maashasi wetu mpaka hata tumeshindwa tuwapeleke hapo. Ati yule kijana tumeweka pale, yule Collins ni asha ambaye amechaguliwa na kanisa pamoja na mzee Wycliffe. Lakini wengine mnaona kama nyinyi ni wasomi tu. Ati Collins haifiki kiwango chenu. Unapangwa hivi, wewe unajipanga hivi. Ukikuja hapo unachukua kiti unakaa nje, unaanza stories zako. Na tumekupatia viongozi wa kuhudumia kanisani, lakini wewe sasa kwa sababu wewe umesoma na kwenu mna nyumba ya ghorofa na mna ng'ombe ambaye inatoa maziwa lita 21, sasa utusikii. Viongozi wetu tuko wakikuelekeza unawaangalia na dharau. Bwana asifiwe. Asubuhi tumesema mtu kama hakutaki anaweza kuambia hata COVID anakufanyia mdomo. Kuna vile wanakufanyia mdomo mpaka unajua yaki huyu mama anamechukia. Hata mapua. Kuna wenye wanajua kubadilisha hata mapua. Kupeleka hivi nani hivi. Kubadilisha yeye hivi. Mpaka unajua hiyo mapua yake iko sawa. Kumbe ni wewe ndiye amekuona. Unajua kuna watu wamerenga mpaka karibu anaanza kuwa bebe. Wanaenda hivi. Si ati ni mgonjwa, maringo ati amesoma.
anaenda hivi. Madigrii ana academic angle. Madigrii yanamvuta chini. Sasa wewe na Wadiongo, anaitwa nani? Ngugi wa Thiong'o. Yule ni Mkikuyu msomi. Lakini Mungu ni nani? Nyenyekea. Ukiona umeanza kukataa kusikiza viongozi, wewe si mnyenyekevu, maringo imeanza kukuingilia. Pride is already getting into your life. Jambo la pili, being argumentative is another sign of pride. Being argumentative. Mkutano kadogo tu ya wamama ya kuongea juu ya ushirika, wewe umeanza mjadala. Hiyo ushirika nani atafundisha? Tutashona nguo wapi? Tutakula nini tukija? Tutapewa transport tukienda nyumbani? Hey. Na watu wengine wana tabia kama hii. Hawezi kosa kufanya mjadala kwa jambo lolote lile. Everything that you raise, just a simple thing that needs people to agree. Yeye ameanza arguments. And they know how to argue. Bwana asifiwe. Amen. Wanaume, mke wako akiwa anaagiu sana, dawa ni nini? When your wife begins to be very argumentative, what is the medicine? Waongelesha. Mke wako kama uwezi ongea na yeye akose kuanza mjadala, dawa ni nini? Ninyi mnyamaze. Ninyi ni wanaume. Ninyi wazee. Unamuongelesha. Kaituka yuko kumuongelesha ndiye analeta mjadala. Unanyamaza. Hallelujah, church. Bwana Yesu asifiwe. Amen. That was a very, very dangerous question to ask this man. Ilikuwa swali ambalo ni very, very targeting. Wamama, wacheni mjadala mingi. Mambo mengine yanahitaji ukubali kama mwanamke, familia iweze kwenda mbele. Na unyenyekee. Na sisi pia wanawake, na sisi pia wazee. Unajua wakati watu wako na mjadala mingi, inafanya hiyo kitu inakuwa zaidi. Tukubaliane twende mbele. The third symptom of people who are proud always want to be heard than hearing others. Always want to be heard than hearing others. Hata kwa kanisa hili yeye anataka watu wamsikize. Si kuna watu wanakuanga na family meetings. Mimi kuna meeting nyingine nilienda kwetu nyumbani, kuna ndugu yangu alikufa. Mwaka jana Disemba. Budget ilikuwa 1.5M. Matanga. Na mandugu zake wengi wa Amerika walitumia 1.2. Tukajaza hizo zingine. Wakati tulienda meeting ya familia, mimi chenye nilifanya, niliambiwa nifungue meeting na maombi. Na nikafunga na maombi. Mambo mengine nikasikiza na nikapatiwa kazi ya kuwa MC. Na mandugu zangu 5. Wakati ilifika siku ya matanga, nikaepa. Hiyo MC nikaachana naye. Maana watu walikuwa wasomi wengi kuliko wenye hawajasoma. Unajua kuna watu wanafikiri wamesoma mpaka hata mchungaji ni akili ndogo tu. Ukisimama mbele yake anasema mchungaji, I'm a graduate from the University of Nairobi with electrical engineering. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah, church. Amen. Ng'ang'a alipata nafasi ya kwenda ng'ambo. Ng'ang'a alikuwa ng'ambo. Na nilimwona kwa mtandao akihubiri kanisa moja kule Texas. And Ng'ang'a was saying, as I begin my introduction, I'm called Ng'ang'a from Kenya. I'm not learned, but I will preach to you. People of Texas. And he preached. Mpaka wazungu wakapiga makofi. Na hiyo kizungu yake ya mbovu ya Nairobi.
Unajua kwa kweli ukiangalia profile ya Ng'ang'a kwenda shule. Ng'ang'a ni mtu ambaye Mungu alifika kwake na neema. Na akafungua kanisa. Na watu wanampenda na ana vituko. Anachapanga washirika mpaka wenye wanacheza hapa. Ningeita Ng'ang'a mngeona maajabu nyingi. Na bado watu wanampenda tu. Ng'ang'a ni mtumishi mmoja ambaye anasimama mbele ya kanisa anasema, "Nyinyi ni mnatoa sadaka, mnatoa nini hapa? Hii takataka. Leteni sadaka, wacheni mchezo. Hapa si mahali, I'm the commander." Nyinyi watu wa 20 kufika kwa Ng'ang'a mtajua mjini. Ati mtu mzima amebeba ka 20. Kwa Ng'ang'a usijaribu. Na siku moja akaambia wenye wanapenda kuvaa hizo nguo mbaya. Akaambia wasichana wenye wanavaa hizi malongi fani. Akaambia, "And I tell you, don't come back to the church. Vaa vizuri kama unakuja kanisani." Unajua Nairobi watu wako Nairobi. Na watu wa Nairobi wanavaanga na vituko sana. Usipokuwa makini kama mchungaji utashangaa wamefika kanisani na hizo vituko vyao. Lakini komanda alipofika Amerika ni komanda mjasiri sana. Bwana Yesu asifiwe sana. May God help you not to be proud. Najua umeelewa, umefika, umesoma, umepata kibali, lakini Mungu akusaidie unyenyekee. Jambo la mwisho. Another symptom of people proud. Needing to proclaim your titles or degrees. Needing to proclaim your titles or degrees. Nataka mnisaidie. Kule sherehe Madaraka, kule Homabay. Sasa hivi kama Ruto anatoa speech. Ni saa ngapi sasa hizi? Yaani kama inakaribia kuisha. Hebu niambie nani alikaribisha Ruto kule? Kule kwa sherehe, ndio aongee. Ati Raila, nyinyi mnakili sawa kweli? Ati Raila karibisha Ruto. Hapana. Kwani Kithure Kindiki hapo anaenda sherehe? Kithure Kindiki yuko kwa Madaraka ni? Kindiki hayuko. Kindiki karibisha Raila? Raila karibisha nani? Problem. Always. Na unajua kitu moja napenda na Ruto. Ruto is very smart. Ruto is very smart. Na nimeona hata vile anatembea huko, ukiwa Kisumu, ukiwa wapi? Unacheza nini?